Mimi ndimi mtoto wangu aliyofariki. Mimi nilipata ripoti saa 8 kasorobo. Baada ya kukimbia kufika Migori, nikafika Migori saa 10. Kufika saa 10 nimepata mtoto wangu amekufa. Na ripoti ambayo nilipewa ni kwamba mtoto wangu ni mgonjwa. Niende amekuwa admitted Migori. Mimi kufika Migori napata mtoto ako mochari. Na vile aliingia mochari nikauliza sikupata full information vile yule mtoto aliingia katika hiyo mochari. Na hata kuuliza mtoto wangu alikonchekaje sikupewa ripoti yoyote. Nilistuka na nikauliza ni nani aliyeachili huyu mtoto mpaka akawa admitted, akaandika majina na akawekwa kwa kitanda. Sikuchipiwa. Baadaye nikauliza na huyu mtoto alipokonjeka ni hatua gani mlichukua maana mpaka akafa. Sikuambiwa. Baadaye nikawauliza haya yameisha, tufanyeje? Wakaniambia sasa wewe ndio utasema. Nikawaambia mtoto tutamrudisha kutoka kwa mochari ya Migori, tumrudishe Kehanja. Sasa hayo mengine tutafanya baadaye. Huyu mtoto hakuwa mgonjwa. Huyu mtoto nilipouliza hakuwa mgonjwa. Hata mwalimu alimuuliza mtoto aliugua, akaniambia hakuugua. Ilifikaje akafa. Nikauliza tangia huu mwezi mtoto ameikuugua, akaniambia mtoto hajawahi kuugua. Sasa ilikuwaje? Wakaniambia kwamba mtoto alianguka. Alipoanguka mlichukua hatua gani? Wakasema kwamba mtoto walimkimbiza hospitali. Sasa hiyo hospitali nani msasi alichua? Wakanyamaza. Nikauliza sasa kuchua ni kifo hapa. Hawakunijibu. Sasa mimi nilikuwa na machungu. Tulipoelezana kwamba mtoto arudi pale, tukamrudisha kucha Kehanja. Mambo yakaisha mpaka hadi wa sasa sijajua mtoto wangu alikufaje, sijajua vile alianza, sijajua kama aliuawa, sijajua vile alikilikuwa. Na mtoto hakuwa mgonjwa, maana hata wao wenyewe si mgonjwa. Uongozi wa shule unaweza kuongea naye? Aidha uongozi wa shule hauchongea na mimi hadi sasa. Sijawahi pata mtu yoyote kuja hata kuniambia juu ya mtoto. Tulipomalizana Migori wakaweka hapo moja, hata hakuna mtu aliongea na mimi. Paka wa leo hata sijajua principal nani ama ni nani yako hapo. Hata mwenye amesimamia darasa lenyewe hilo, hata mwenye kiongozi, sijapata mtu yoyote kwa hii jamii, hata sichaongea na yeye. Mpaka sasa hivi nashughulika, sijajua kinachoendelea mpaka sasa kwa shule. Sina any information hata communication yoyote mpaka saa hizi. Wito wangu ni kwa serikali, nataka wafuatilie, wachue mtoto wangu alikufaje, wanisaidie. Na wito wangu ni shule pia inisaidie mtoto wangu aliweza kufaje, atasikwaje, itakuache, ili nipate mwafaka. Hata mimi nina ugumu. Nilipigiwa simu ilikuwa saa 7:47. Mama akiniambia wifi yako amelemewa, ako hospitali, uko wapi? Sikuchukua muda, nilichukua pikipiki pamoja na mama, tukafika Migori baada ya dakika 20. Tulipofika Migori, simu ya shule ilikuwa inapiga simu mara kwa mara. Tulikuwa tunaipokea, tunawaambia tuko njiani tunakuja. Kufika Migori sisi tukaanza kuwapigia na simu ya mama hawakupokea. Ilibidi nikachukua simu yangu nikawapigia. Nikawaeleza tuko Migori hapa kwa chumba cha macho. Njoo mtupate hapo, ni haraka mtatupata. Wakanieleza mbona umeenda Migori district na tumekuambia ushuke Migori town. Tukamwambia sasa kuja tukutane gate. Hawakuchukua muda, tukakutana kwa gate. Sisi tuliona gari nyeusi ikakuja, ilikuwa na watu ndani. Wengine wakashuka, tukaingia ndani. Tulipoingia walitufumba macho. Badala watutoa nje ya hospitali, waliturudisha hospitalini ndani. Wakaenda ni kama wanapaka gari ili sisi tuende tumuone mgonjwa wetu.
Kwa bahati mbaya tunamwona mwalimu analia, hatujui ni principal, hatujui ni madam, hatujui ni yupi. Anatuambia mama, mambo si mazuri. Nilimweleza aje, mgonjwa wetu wako aje. Akatuambia tuende tuwaonyeshe. Tulipofika tuliingizwa tu kwa geti ya mochari, tukafunguliwa mlango, nikampata wifi yangu amelala kwa kitanda, yuko peke yake. Hakuna mtu ako hapo, hata mwalimu mwenye hata anasubiria mzazi wake aje, hamna. Yuko peke yake tu. Sasa mimi nauliza, walitoa wapi idhini ya kupeleka mgonjwa hospitalini? Kama sisi tumeambiwa alianguka saa 5 after kukunywa tea break. Hiyo saa 6 yote, mbona hawakupiga simu yetu? Na kisa cha maana wanatuambia walimpeleka hospitali 3. Hatujui walimpeleka hospitali ipi na ipi. Walimtoa kwa hospitali mara ya pili wakampeleka mochari direct. Walisign aje? ID ambayo walisign nayo ni ya mzazi wao ama ipi? Walitusaidia tu, analeta ambulance ya shule kuturahisishia maneno, watuletee Kehanja. Tunataka watufafanue ukweli, tujue tulipeleka watoto watuletee certificate ama tulipeleka watoto watuletee jeneza. Hayo tu, na Mungu awabariki.